majina mimi ni Charles Songoto. Kwa kusema ukweli kwamba ile safari ya kwenda State House ilikuwa safari nzuri, ilifana sana. Watu wetu wengi walijitokeza, at least ilikuwa na watu kama 5,000, na hiyo ni namba kubwa sana kuwahi kwenda kwa mara moja State House kutoka Port Nyamira na Kisii. Na kwa hiyo safari rais alipata nafasi ya kuelezea wananchi hali ya nchi na ile maendeleo inaendelea kwa Kenya mzima na pia Kisii na Nyamira. Rais aliambia wananchi, kwa sababu sisi ndio tulimpea kazi, akawaelezea kwamba wakati alichukua uongozi 2022 nchi ilikuwa wapi. Kenya ilikuwa among 6 countries ambao zilikuwa zinasemekana uchumi yao itaanguka. Na kitu ya kwanza alikuwa afanye ni kuensure kwamba uchumi ya Kenya imesimama vizuri, kwa sababu uchumi ikianguka hakuna maendeleo. Ndio maana hii miaka 2 hakukuwa na mambo mengi inaendelea, kwa sababu kazi ilikuwa ni kutengeneza uchumi na kuhakikisha ya kwamba dola imekuja chini ndio watu wafanye biashara. Na alipotoa Kenya kwa nchi zile 6 ambao zingeanguka, ndio sasa akaanza kupanga maendeleo ya nchi. Kisii kama Kisii sasa na Nyamira alipata nafasi ya kuelezea wananchi ile mipango iko kwa serikali na ile ambao wanatarajia kufanya. The only option tuko nayo ni kukaa nyuma ya Rais William Ruto. Sisi tu support William Ruto. Tusidanganywe. Hivi vingine mnasikia mkiambiwa ati kuna kijana wenu, hakuna mahali wataenda. Ruto saa hii hakuna support ya Kenya mzima. Ukiangalia kutoka Coast, uangalia kutoka Ukambani, uangalia kutoka Rua Nyanza, uangalia kutoka Central, watu wasidanganywe. Kindiki ameshikilia Central vilivyo. Kwa hivyo sisi wa Kisii tusidanganywe kubaki nyuma. Hii siasa ya ukabila ati tuko na kijana yetu. Kijana mgani mwenye hapa Amerika na surura kufanya kazi yake? Mtu anahitaji kutengeneza ama anataka kuwa president, angekuwa hapa Kenya kuongea na watu, kutembea Kenya mzima. Wakati huko wapi wa kutembea Kenya mzima? Wakisii tusidanganywe, tupaki nyuma kwa serikali. Tubaki kwa serikali. Hii mambo mnaambiwa ati kuna kijana anaitwa Matiang'i anasimama, hakuna mahali anaenda. Na naambia Wakisii kila siku, huyo ni mtu tu anatafuta kuingia kwa serikali ya William Ruto, na hivi karibuni mtaona yeye ataingia kwa serikali ya William Ruto. Hata ulisikia ule Kibagendi akisema wanajua hata shinda kura, lakini wanataka aingie kwa serikali. Sio lazima apeleke Wakisii round ndio aingie kwa serikali. Akuje tu aongee na William Ruto, amtafutie kiti wao kwa serikali, awaje kupotosha Wakisii. Wakisii lazima tubaki ndani ya serikali na tuunge William Ruto mkono kikamilifu. Kwa mfano aliongea juu ya Kisii Stadium. Akasema hii lazima itengenezwe modern stadium, ikae kama zile zingine Kasarani, Nyayo. Na hii imekuwa kwa mpango yake, na akasema lazima ifanywe. Akaelezea watu wetu kwamba hii njia ya kutoka Jebirate kwenda Keroka ni njia mbaya sana na imekuwa ikiua watu wengi, hizo ajali hufanyika kila wakati. Akasema kwamba hiyo njia lazima itatengenezwa. Kuna hii mambo ya university. Unakumbuka kwamba last year tulikuwa Kiabonyoru, akaanzisha ile university. Akasema kwamba imechelewa kwa sababu ya University Commission. Ndio maana imechelewa kidogo, lakini akahakikishia Wakisii na watu wa Nyamira ya kwamba hii university itaanza kujengwa. Na yeye mwenyewe akaamuru wao wanajeshi watakuwa huko next week waangalie ianze kujengwa, tukingojea University Commission. Kwa hiyo akasema ile mpanga alikuwa ya hiyo university ya Nyamira na ile pesa alifanya 500 million bado hiko, na hiyo university sasa itaanza. Vile alikuja Sironga, akaambia watu wetu Sironga alianzisha hii mpango ya manyumba, na hiyo mpango bado hiko, na akahakikishia watu kwamba hiyo mpango itaanza, hiyo nyumba itajengwa. Na la muhimu ilikuwa kwamba kutoka Kisii tumekuwa tukisema juu ya airport. Hii mambo ya airport imekuwa na shida sana.
hapo Suneka. Ikasemekana ikuje Sironga, wale wa kuangalia mambo ya mandege wakasema Sironga iwezi. Huko Suneka kulikuwa na matatizo pia ya shamba, haitoshi, lakini amesema lazima wafanye chini hiyo airport iwekwe kule Suneka, na akasema hiyo airport itaanza hata kama itamaanisha watu kusongeshwa kidogo, wale ambao wameencroach kwa airport. Hiyo airport ikuwe, kwa sababu itasaidia watu sana, especially kwa biashara. Itakuwa rahisi watu kutembea kutoka Kisii kwenda mahali pengine, Nairobi, Kisumu, because itakuwa kwa dakika chache umechukua ndege na umeenda. Pia aliongea juu ya affordable houses hapo Kisii, watachenga 5,000 hapo kwa prison. Akasema hakuna haja prison ikae kule Kisii town na ila watu wanahitaji manyumba. So hiyo prison itatolewa Kisii, ipelekwe ndani kidogo. Amesema shamba imetafutwa, so hiyo itatolewa hapo, kutawekwa manyumba mengi. Tutoe prison kwa town hapo, watu wachenge manyumba. Pia kaelezea juu ya construction cha mabarabara ya Nyamira, hiyo kutoka Pondeni kwenda Magombo itaanza, na amesema kwamba wakati huu amehakikisha kwamba pesa imewekwa na hiyo nyumba la hizo barabara lazima zitengenezwe. Hiyo maendeleo yote ya Kisii na Nyamira, kama hata amesema kuweka stima, pia wameweka 3 billion ya kuweka stima. Masoko itachengwa. Na ile maendeleo yote ambao aliahidi wananchi wa Kenya akitafuta kura, yeye amesema kwamba lazima atafanya. Ni vile tu nchi ilikuwa mahali pabaya kiuchumi, amerekebisha, ameweka kwa rai. Sasa ni wakati wa kuweka maendeleo. Chisukuru basomya nonya abanyagitari amaruye barwa urende nakie bukwekorokwa imare omogoko happiness. DJ endelea na muziki DJ.